Tunatarajia kuanza semina yetu muda si mrefu. Wenzetu wanaendelea kujiunga, kwa tunaomba uvumilivu kidogo. Kama tafadhali mliokwisha kujiunga mnanisikia, naomba mnipungie mkono. Asante, asante. Karibuni, karibuni, karibuni. Karibu Bwana Nombo, karibu na wengine, karibuni, karibuni, karibuni. Karibuni, karibuni, muda si mrefu tutakwenda kuanza. Wengine wanaendelea kujiunga. Karibuni, karibuni Justin na wengine, karibuni. Tafadhali kama mnanisikia mnaweza kunipungia, ambao mmekwisha kuingia, kama mnanisikia mnaweza kunipungia. Samahani, tafadhali tafadhali. Ah, tafadhali nitaka yes, asante, asanteni, 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 asanteni. Tutakwenda kuanza muda si mrefu, tutakwenda kuanza muda si mrefu. Karibuni, karibuni. Asante bwana Justin, asante. Tunataraji kuanza muda si mrefu, wakati wenzetu wanaendelea kujiunga.
Investor karibuni. Tunatarajia kuanza muda si mrefu, saa 10:10 tunaanza, bado dakika 4 zimebaki. Kuna wachache wanaendelea kujoin, tunaomba tuwavumilie kidogo ili tusiwaache nyuma sana na isipoteze muda sana. Kwa hiyo itakapotimu saa 10:10, dakika 4 zijazo nitaanza somo saa 10:10. Karibuni sana, karibuni sana, karibuni sana. Nashukuru kwa uvumilivu wenu, nashukuru kwa uvumilivu wenu. Tunaomba dakika 10 wakati wengine wanajaribu kuingia. Karibuni. Yeah, investor, nafikiri somo letu leo lina base zaidi kwenye corporate bonds. Kama mnavyojua tumesoma jifunza bonds kwa ujumla. Wengi wenu nafikiri mnaelewa bonds kama zikiwa tu ni zile bonds za serikali kwa ukubwa, lakini bonds zina mafungu mengi. Hasa kwa nchi yetu tuna bonds kuu mbili. Ya kwanza ni bondi ya serikali ambayo inaitwa treasury bond, lakini ya pili ni corporate bonds. Katika miaka 5 iliyopita kumekuwa na bonds nyingi za binafsi, hususan hasa ni mabenki zaidi ndio yameweza kuishi hizo bonds. Nafikiri ya karibuni ni hii iliyotokea wiki hii iliyopita inayoendelea sasa hivi, imekuwa issued na I&M Bank, lakini kumekuwa na bondi, ilikuwa issue ya bondi ya makazi, kulikuwa na bondi ya corporate bonds nyingine, bondi ya Stawi bond ya benki ya Tanzania Commercial Bank, CRDB wamekuwa wakitoa bonds mara kadhaa. Ya mwisho ilikuwa mwaka jana, mwaka juzi, ya Samia bonds. NMB na wenyewe mara kadhaa wametoa. NBC nao wametoa. Nafikiri sasa hivi tutarajie kuwa na corporate bonds nyingi, kwa sababu njia pekee ya makampuni kupata mtaji kwa ajili ya kufadhili biashara zao ni bonds pamoja na mtaji. Lakini soko letu sasa limeonekana lina pesa, kama wenyewe mmekuwa mkishuhudia. Karibuni kumekuwa na subscribers wengi wa government bonds. Unakuta serikali inahitaji bilioni 200, then watu wanaweka hadi trilioni 1. So ina maana kuna liquidity sokoni, na changamoto kubwa iliyopo ni kwamba hamna investment avenues. Now inabidi tuanze kufundishana corporate bonds ni nini,
kwenye nchi za wenzetu corporate bonds zimeshakuwa na kasi kubwa. Taasisi nyingi zimekuwa zikiissue corporate bonds kwa ajili ya kupata mtaji. Core objective for subject today, somo letu tutakuwa tunatumia Kiswahili zaidi, lakini tutakachokisoma hapo kitakuwa ni Kiingereza, lakini nitajaribu kukieleza kwa Kiswahili kwa ajili ya kuboresha uelewa. Nimeandika kwa Kiingereza kwa sababu maneno mengi zaidi yanakuwa yanakosa Kiswahili chake sahihi. Tunataraji baada ya hii webinar washiriki watapata uelewa mkubwa jinsi gani corporate bond zinafanya kazi, chanzo cha return za corporate bond na risks zake zilizomo kabla ya kuwekeza, ni vitu gani uvizingatie. Kama nilivyosema, tumezoea kuwekeza kwenye bond za serikali. Sasa hivi kumekuwa na mwitikio mkubwa wa corporate bonds, capital markets, Dar es Salaam Stock Exchange zinaorodheshwa, lakini umekuta watu wakiulizia tu tunataka bondi ya serikali, lakini kuna fursa nyingine zipo. Kwa mfano, kampuni inataka kupata shilingi bilioni 100. Kwa nini na issue bond badala ya kwenda benki kupata mkopo? Kwa sababu hata hizi benki pia kuna kitu kinaitwa interbank loans, yani zenyewe kwa zenyewe huwa zinakopeshana. Japo interbank loans mara nyingi huwa ni mikopo ya muda mfupi, inaweza kuwa overnight au inaweza ikawa ni kwa muda mfupi sana, kwa hiyo ni pesa ambayo hawezi kukaa nayo na kuizungusha. Lakini pia wanaweza wakaenda kwenye benki nyingine, hususan development finance institutions zinatoa mikopo ya muda mrefu kwa commercial banks au microfinance banks, au kampuni kama Twiga, Sigara, TBL na kadhalika zinakwenda pia benki kupata mikopo. Lakini kuna muda, kwa nini zina issue bond na sio kwenda kupata mkopo wa kawaida? Kabla tuendelea na somo letu, nafikiri kuna baadhi yetu pengine mtakuwa ni wageni kwetu. Tungependa mweze kutujua TIB Rasilimali ni nani. TIB Rasilimali ndio wakala wako pekee sokoni ambaye ni mali ya serikali. Ni kampuni pekee ya brokerage ambayo inamilikiwa na serikali. Ilianza mwaka 80 kama property developer, lakini baadaye ikawa converted kuwa broker wa capital market miaka ya 90, ambapo serikali ilikuwa inafanya economic liberalization. So TIB Rasilimali ina licenses za Capital Market and Security Authority kwa ajili ya kuwa kama investment advisor, lakini pia licensing dealer wa Dar es Salaam Stock Exchange, na pia ni nominated advisor, na pia tuna provide corporate finance advisory services kwa makampuni ambayo yanaenda kuorodhesha share au wanataka kufanya private placements na kadhalika. Pia TIB Rasilimali ni tuna leseni ya Benki Kuu ya Tanzania kwa ajili ya kuuza bondi za serikali zinapokuja kwa mara ya kwanza, lakini pia zinapokuwa zimeorodheshwa kwenye soko la hisa Dar es Salaam kwenye secondary market pia tunafanya. Kwa hivyo kwa mtu ambaye atakuwa anataka kununua share, kuuza share, ana kampuni yake, anataka apate ushauri wa kitaalam jinsi ya kuuza mtaji, lakini anataka kununua bonds, kuuza bonds au ushauri mbalimbali awekeze wapi, TIB Rasilimali tunafanya. Lakini hivi karibuni tutakuja na brokerage, kampuni yetu ya brokerage sasa hivi ni insurance agent. Tutakuja na kampuni yetu ya insurance broker kwa ajili ya kutoa insurance services. Sasa somo letu kwa utangulizi, corporate bond ni nini? Corporate bond ni mkopo ni mkopo ambao unatokana na pale kampuni inapokuja kupata pesa kutoka kwa investors. Na investor anaweza akawa investor kwa maana individual kama wewe, anaweza kawa investor wa kampuni, au anaweza kawa investors, institutional investors kama NSSF, PSSF, makampuni ya bima na kadhalika. Inapofanya kazi corporate bond inafanya kazi sawa sawa na bondi ya serikali, kwa maana kwamba bondi inakuwa issued, na baada ya wakati bondi ina maisha ya miaka 5, kila mwezi au kila baada ya miezi 3 au kila baada ya miezi 6 au kila baada ya mara nyingi miezi 6, mara 2 kwa mwaka, watakuwa wanalipa coupon. Coupon ni interest ambayo ile bondi inatoa.
Na mara nyingi kampuni ina issue bond kwa sababu inataka kutumia hizo pesa kwa ajili ya kufanya matumizi mbalimbali, lakini kampuni italipa riba, lakini baadaye mwisho bondi ikimachua, kampuni itawajibika kulipa principal. Maana kama uliwekeza shilingi milioni 150, katikati utakuwa ukipokea zile coupons, then mwaka wa 5 utalipwa mtaji wako uliowekeza. Kwa mfano umeweka shilingi milioni 1 na coupon ni 12%, miaka 5, utakuwa na hold instrument yako ya milioni 1, lakini kila mwaka either utakuwa unapokea milioni 60 kila baada ya miezi 6 au kwa mwaka, na baada ya mwaka wa 5 utalipwa milioni 1 yako ambayo uliwekeza kama mtaji. Sasa ni kwa nini kampuni zina issue bonds? Sababu hazitofautiani na zile kwa nini kampuni inakwenda kukopa, japo bonds mara nyingi inakuwa ina muda mrefu ukilinganisha na mkopo. Mabenki mengi ya kibiashara mikopo yao ni mara chache sana ukuta inaenda kuisha miaka 5. Wengi utakuta mwaka mmoja, miaka 2, miaka 3. Kwa hivyo kama kampuni inahitaji kufanya expansion, kwa maana kununua mitambo au kwa maana kuchukua mtaji kuuzungusha ili uweze kuleta faida inayoeleweka, inabidi wa issue bond, kwa sababu bond mwanzoni kama mnavyojua unakuwa unalipa interest, ule mtaji hujaanza kulipa. Kwa hiyo inakupa fursa ya kuweza kuzungusha hiyo pesa. Lakini kuna kufund infrastructure. Kampuni nyingine kubwa zaidi, imagine kampuni kama Dangote inaweza kawa inahitaji kwa ajili pengine kujenga hata reli kwenye kiwanda, inahitaji bond ili kuweza kujenga mifumo ya umeme. Yani viwanda vingine ni vikubwa sana kwa sababu vinahitaji vitu kama hivi. Lakini sababu nyingine ni working capital. Bonds inasaidia kutengeneza kampuni kapata working capital kwa ajili ya kununua raw materials na uendeshaji wa kampuni kila siku. Lakini wana issue bond ku refinance existing debts. Hii ni very interesting point, ni kwamba saa nyingine kampuni imewekeza, imepata mkopo benki mkubwa, ikaweza kununua mitambo, imeweza kufanya expansion, lakini ule mkopo ni wa muda mfupi kiasi kwamba ule mkopo una drain mtaji wa kampuni kwa haraka, au mkopo uliopata kampuni ile pengine ni kwa riba kubwa. Wanachokifanya, wanapata pesa mwanzoni kwa ajili ya kutekeleza lile dhumuni, lakini baada ya muda wakishatekeleza ile dhumuni, wanachokifanya ni ku raise bond sasa, ambayo bond pengine itakaa miaka 10, alafu kiwango atakachokiraise kwenye bond wanakwenda kulipa zile benki ule mkopo, wanaachana na yale marejesho ya kila mwezi. Kwa hiyo sasa wanakuwa wamepata breathing space kwa ajili ya biashara iweze kuchanganya, na watakuja kulipa mwaka wa 10. Kingine ni kuacquire assets. Unafikiri makampuni makubwa ya ndege, ni bahati nzuri sana kwa kampuni ya kwetu, serikali yetu tuishukuru, imetoa pesa kwa ajili ya kununua ndege, lakini either ETC ilitakiwa iende sokoni ku raise bond. Wamenunua ndege, ukiangalia hadi za zaidi ya trilioni 1, ukiona toka wameanza kununua ndege, thamani ambao wameinvest. Kwa kweli hiyo hela ilikuwa ni ngumu sana kupata kwenye banks. Sehemu pekee ya kuipata ilikuwa ni kwenye capital market kwa ku raise bonds na kuandika proposal nzuri kwa investors. Lakini kingine ni kusupport long term investments. Kama mnavyojua investments za muda mrefu, pengine unajenga daraja, unajenga miundombinu ya muda mrefu. Kwa mfano fikiria kampuni kama hata hizi ambazo ni municipal, mfano zinaweza zika raise bond, japo hiyo municipal bond sio corporate bond. Labda nitoe mfano mzuri, kwa mfano kampuni kama TANESCO. Yes, TANESCO au DAWASA ni zikiissue bond yake inaitwa corporate bond. Sasa wale wanatengeneza bondi kwa ajili ya kujenga miundombinu ya kuleta maji. Fikiria miundombinu mikubwa, kwa hiyo pengine hizo pesa nyingi zaidi kuzipata bank. Lakini sababu nyingine ni ku diversify sources of funding. Kama tulivyojua kwamba source moja inaweza isikutosheleze, au sources zilizopo zinaweza kuwa za muda mfupi, ambazo ukienda kila benki inakwambia tutakupa mkopo miaka 5, 10, lakini utakachokifanya ile mikopo ya muda mfupi nitaitumia kwa ajili ya raw materials, na ule mkopo kwa ajili ya kununua machinery au kununua kufanya infrastructure nita raise bond ili niweze kuwa na muda mrefu, miaka 10 au 15 wa kulipa bila kuathiri biashara kila siku. Lakini key message, corporate bond provide companies with access to long
longer term funding while giving investor an opportunity to earn income from lending to the issuer. Message yetu ni nini sasa baada ya kuona kwamba corporate bond ni nini? Tumeona nayo ni investment avenue, kwamba inatupa fursa sisi investor. Kumbe sio lazima tuinvest kwenye government bond. Kuna corporate bonds ni nzuri, unaweza kuwekeza, lakini pia ni fursa kwa kampuni kupata mtaji wa muda mrefu. Yes, badala ya kupata mikopo ya benki ambayo ni miaka 2, 3, 4, 5, sasa unaweza kuissue bond ya miaka 10, 15, alafu ukapata breathing space bila kulipa deni baada ya muda mfupi. Why do investors buy corporate bonds? Sasa mwanzoni swali la kwanza lilikuwa why do companies issue corporate bonds? Sasa hivi tuna swali ambalo tunajiuliza sasa, why do investors buy corporate bonds? Sisi kama investor, kama wewe ulivyo hapo, Bwana Lona, na wenzako, kwamba kwa nini unanunua corporate bonds? Cha kwanza, bond inakupa regular income. Mtu anataka source ya regular income. Namba 2, predictability of cash flows. Kama tunavyojua bond hususan za corporate sometimes inaweza kulipa coupons quarterly baada ya miezi 3 au baada ya miezi 6. Kwa hiyo unakuwa na uhakika, nimewekeza milioni 100 yangu 200, 300, kila baada ya miezi 6 kutokana na ile coupon interest iliyokuwepo nitapata. Lakini cha tatu ni portfolio diversification. Nimewekeza kwenye shares za kampuni hii ambazo shares sometimes kama tulivyokuwa tumesoma mwanzo, tunavyojua kampuni inaweza katengeneza faida lakini isitoe dividend, lakini payment ya coupon ni obligation kwa kampuni. Lazima coupon ilipo kwa sababu ni sehemu ya gharama za uendeshaji. Kwa hivyo ni diversification, huku sipati income, huku mtapata, lakini unawekeza kwenye instrument tofauti, badala ya tu kuwekeza kwenye equity utawekeza kwenye shares. Nyingine ni kwamba potentially higher returns than lower risk instrument. Kulinganisha ukiwa na bondi ya mfano miaka 5 ya binafsi makampuni na bondi ya miaka 5 ya serikali, mostly bondi za makampuni binafsi corporate bonds zina coupon kubwa ukilinganisha na za serikali, na hata prices zake zinakuwa at par. Mara nyingi serikali, kuna ile notion kwamba serikali haiwezi kufilisika, serikali ni risk free, kwa hiyo kila mtu anakwenda kuinvest, na ndio maana unaona kwenye bond za serikali sometimes mtu anainvest even at premium, yani bondi ya shilingi 100 mtu ananunua kwa shilingi 105 hadi 110. Lakini tumeona bondi nyingi za corporate, kama umeambiwa bondi ni milioni 100 utanunua kwa ile shilingi 100, yani kwamba at par, hauta lose hata shilingi na kuponi yako utaendelea kuipata kama ilivyo. Exposure to corporate issuers and sectors, ile muendelezo wa diversification, lakini pia kuna mtu ana interest ya kuwekeza kwenye kampuni binafsi, kampuni ya aina fulani au sector fulani. Kwa hiyo ni opportunity sasa, na mimi nasema nitawekeza kwenye that particular sector or that particular issuer, kwa sababu na binadamu anakuwa na malengo tofauti kwenye investing. Inayofuata ni different maturities to match investment objective. Kila mtu anakumbuka before investing lazima uwe na objective. Note, higher potential return generally comes with higher risk or relative risk. Maana yake nini? Tulisema pale kwamba kuna potential return kwenye corporate bond, lakini kwa nini kunakuwa na return kubwa? Ni kwamba hiyo ni compensation ya risk ambayo unaichukua. Tunasema hivi, ukiwekeza kwa serikali riski ni ndogo ya serikali kufilisika. Serikali kwenye instrument hiyo anaweza kukupa 10%, lakini ukiwekeza kwenye kampuni riski inaongezeka, kwamba serikali ikifanya maamuzi yoyote ambayo yanaathiri kampuni, aidha kuongeza kodi au sheria zikawa sio rafiki kwa biashara, kampuni itaathirika, na kampuni haina uwezo wa kukusanya kodi, kwa hiyo kampuni itaathirika. Kwa hiyo riski yake ni kubwa, ndio maana ukuta wanaongeza labda 2%, 3% ya coupon. Lakini ukiinvest kwa individual riski inakuwa kubwa zaidi, na ndio maana ukijaribu kuangalia mkopo kwa serikali ni cheaper, lakini ukienda kwa kampuni unakuwa a bit expensive, lakini ukikopesha individual riba zinakuwa kubwa zaidi. Mtakuwa mashahidi, ndio maana unakuta wananchi wengi wanalalamika hizi biashara ndogo ndogo na watu binafsi riba ni kubwa, 20%, 30%, lakini mbona kampuni na serikali zinakopa kwa asilimia ndogo, ukilinganisha kwamba kadri unavyokuwa mdogo ndivyo kadri ambavyo gharama inakuwa kubwa, lakini na riski inakuwa kubwa.
Sasa basi tunaenda kwenye sehemu inayofuata. Tunasema kwenye bond kuna key terms. Kama investors lazima hivyo vitu uwe conversant navyo, uvijue. Kuna kitu kitaitwa face value. Hii ni amount the issuer promises to repay at maturity. Na tulisema hapa bond nyingi za corporate zinakuwa issued at face value. Hata kwenye kuinvest una invest at face value. Maana yake utakachokiwekeza ndicho utakachokipata, cha ziada kinakuwa ni ile coupon au interest. Cha pili ni coupon. Coupon ni stated interest payment on the bond, yani ile interest au riba utakayokuwa ukipokea. Coupon rate sasa ndo riba ambayo imekuwa expressed kwenye percentage. Ile coupon yenyewe ni stated amount bila alama percentage. Maturity ni the date when the principal becomes due. Maturity ni muda wa bond ambapo unakuwa umeexpire, sasa mnatakiwa ulipwe ule mtaji wako au ile face value ulivyoweka. Tena the length of time from the issuance to maturity. Nasema maturity, utasema hii bond ita expire mwaka 31, bond ya miaka 5 ita expire mwaka 31 tarehe 20 mwezi wa 8. Maturity ndio hiyo tarehe, tena ni miaka 5. Yield mara nyingi hii inategemeana na movement za interest, kwamba interest za sokoni zikienda zinaongezeka, thamani ya hiyo bond ulioishika wewe inashuka bei, kwamba inakutempt kuuza bond ulionayo ili ukainvest kwenye soko kwa riba ambazo ni nzuri zaidi. Ndio maana tunasema yield. Issue price ni price ambayo bond imekuwa initially offered. Kwa mfano bond ni shilingi 100 kwa kila unit, kwamba ndio hiyo issued price. Secondary market price ni the price at which the bond may be subsequent trade, kwamba kama mnavyojua ukienda kwenye secondary market, mtu akiishika bond hawezi kukuuzia. Hata kama bondi yangu nilinunua shilingi milioni 100, bondi ina miaka 5 au ina miaka 10, maana yake nitakapokuuzia nitaongeza kidogo future interest tugawane na wewe, kwa sababu nilikuwa na expect nitakuwa napata coupon. Kwa hiyo nitakuwa na milioni 100 yangu hapa, alafu nitaangalia kila mwezi natakiwa nipate 13%, ambayo kama milioni 100 ni milioni 13. Nitakwambia bana, ili bondi nikuuzie, naomba unipe milioni 113 au nipe milioni 120, kwa sababu najua wewe utakaa nao kwa miaka 10, utaendelea kula zile faida ambazo pengine ni milioni kama 60 70 mbele, ukiacha ile milioni 100 una invest. Kwa hiyo ndio maana tunasema secondary market price. Hii inakuwa determined na soko na mtu anaangalia kitu gani anachokipata. Asa understanding the risks, hii ni muhimu sana. Hapa ndipo kunakuwa na tofauti kubwa sana sasa kati ya bondi ya serikali na bondi ya corporate. Lakini kuna riski nyingine zinafanana, lakini kuna riski moja ambayo ndio hiyo namba 1 hasa inatofautisha. Hiyo inaitwa credit or default risk. The issuer may fail to pay interest or repay principal. Kwenye nchi kadhaa imejitokeza, kuna makampuni yameissue bond na inafika muda wa kulipa riba, lakini yamekuwa yakipata changamoto. Kwa mfano hii inatokea na situation mbalimbali, either ni kama pandemic. Kama mtakumbuka kipindi cha COVID, kampuni nyingi zilishindwa kuzalisha mapato kwa sababu wewe una kampuni ya ndege imeenda kwenye lockdown, mapato hamna. Kwa mfano una kampuni ya utalii, watalii wote wamezuiwa, wamekuwa restricted kusafiri, huwezi kuzalisha mapato. Ikitokea kampuni yako inategemea mafuta yanatoka Iran, lakini kwa sababu ya vita imezuiliwa, hiyo inasababisha bonds nyingi sana zimedefault. Hata nafikiri kwa watu wanafuatilia news wamefuatilia hiyo. Lakini good news ni kwamba bonds ziko regulated na hizo kampuni ziko regulated, si kwamba kampuni itakuwa imekufa. Kampuni zinaeleweka na investors wanapewa notice kwamba kutokana na sababu fulani tutachelewesha kulipa coupon ya mwezi huu, na saa nyingine inaweza kalipwa coupon pamoja na ka premium kidogo ka ucheleweshaji kutokana na situation ilivyo, kwa sababu capital markets wako macho, wana watch hizo situation zote, na serikali ziko macho kuwatch, kuangalia hizo situations zisiende. Unaona hata Trump kuna muda walikuwa wanamlaumu kwamba anachezesha masoko ya mitaji, lakini kuna muda sababu nyingine zinazopelekea vita kuisha unakuta ni sababu za investment za watu, kwamba watu unawavuruga, watu wameinvest pesa, lakini vimetokea vita, vina disrupt ile value, vina disrupt supply chain, kwa mfano ya mafuta, supply chain ya fertilizer na kadhalika.
inasababisha kunakuwa na biashara zinayumba. Hii huwa ipo tu. Sasa ikitokea hali kama hii, hata kama kampuni zimefeli, saa nyingine hadi serikali zimefeli. Nakumbuka kipindi cha COVID ilibidi IMF iingilie kufanya economic bailout, ilitoa stimulus package kwa serikali nyingi sana. Bahati nzuri serikali yetu haikuingia kwenye lockdown pase, hata ile stimulus package kwetu haikutuathiri sana, lakini tuliona kwa nchi kama Kenya na nchi nyingine zilikimbilia stimulus package ambazo ziliongeza madeni yao kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo actions ambazo utazichukua kutokana na situation fulani, either pandemic au labda ukame au nini, vinaweza vikasababisha serikali ikakwama. Na nafikiri baadhi ya serikali za jirani zetu walitoa warning ya kutokulipa hata coupon kwa baadhi. Kwa hiyo hii ni sababu ambayo investors lazima muijue, na ukiinvest lazima uwe unafuatilia mara kwa mara ili kujua kwamba movement ya investment yangu ikoje, hii kampuni yangu nimenunua bond ikoje. Vile vile ukiwekeza kwenye share. Risk namba 2, interest rate risk. Hii ni risk kwamba interest rate risk zinaenda juu. Kwa hiyo unawezekana umeinvest kwenye interest rate ya sasa hivi ya 12%, lakini baada ya miezi 6 interest rate zikapanda. Maana yake nini? Wewe utakuwa unapata kipato kidogo kuliko soko linavyolipa. Maana hiyo ndio risk, kwamba interest zimeongezeka, umejilock in kwenye interest ndogo. But a good thing ni kwamba unaweza ukaiuza hiyo bond yako kwenye secondary market, ukaenda kuinvest kwenye avenues ambazo zinalipa vizuri zaidi. Japo unaweza usiuze kwa bei nzuri, lakini ukateke advantage na interest nzuri ambazo zilizoko kwenye secondary market. Kwa hiyo hii ni risk pia ambayo investor anatakiwa ajue. Maana ya kujua risk ni kwamba ikitokea situation hii kama inafanyaje, au remedy, pengine mimi naweza nikapata vipi haki zangu ikitokea issue kama hii, au ninaweza nikateke advantage vipi situation fulani ikitokea. Kwa hiyo kama soko likirespond positively, ni kwamba unaweza kauza investment ulionayo ukaenda kuinvest kwenye sehemu ambayo inakupa faida zaidi. Risk namba 3 ni liquidity risk. An investor may want to sell before maturity but find that there are not enough buyers at an attractive price. Liquidity ni kwamba ni uwezo wa kuconvert instrument au security yako ulioishika bila ku lose value kwa muda mrefu. Yani kwamba ndo uzuri wa securities ni kwamba ninaposema nauza, mtu anaiangalia ina value fulani, ni easily akanipa hela yangu kwa sababu anajua hii ni easily transferable na haina shida nyingi. Kwa mfano bonds au shares hazina capital gain tax. Kwa ni mimi ukichange hand utalipa tu zile charges za Dar es Salaam Stock Exchange na capital market ambazo zinajumuisha na brokerage. Baada ya hapo serikali haitanidai kodi kama ambavyo ningefanya kwenye labda real estate. Nitanunua kiwanja milioni 50, lakini nitalazimika kwenda ardhi nilipe kodi ya ardhi, nilipe na kodi TRA na gharama nzima za kutafuta title deed, unlike kwenye securities. Lakini risk ya 3 ni kwamba kuna kitu kinaitwa reinvestment risk. Last week tulifundisha somo la jinsi ambavyo opportunity unaweza kuzipata ukiinvest kwenye bond, na watu wengi wamekuwa wakifikiri kwamba zile coupon au bond kimachua basi imemachua na game over, kwamba mimi sasa hivi sihitaji tena kufanya reinvestment. No, ili uweze kufika malengo yako ya muda mrefu na ili uweze kupata wealth kwa muda mrefu, lazima uwe very keen. Kama ambavyo unakwenda kazini kila siku, ndivyo ambavyo ukianza kufanya investment jani yako inatakiwa kile kidogo unachokipata, kwa sababu una supplement ya amount nyingine labda ya kazi au biashara, jaribu kureinvest hii pesa. Sasa reinvestment risk ni kwamba pengine umelipwa leo coupon ya milioni 10, alafu ukiangalia sokoni hakuna bondi ambayo yuko unaweza kuinunua, unapoteza mwezi 1, 2, 3. Kwa hiyo unapoteza zile riba ambazo tayari ungekuwa umezikava. Reinvestment risk ni kwamba inakuzuia kupata ile compounding profit. Umewekeza bondi ya milioni 100, umepata coupon ya milioni 10, ukiinvest nao hautakuwa na milioni 100 tena, utakuwa na milioni 110. Mwaka ujao utapata riba ya milioni 110, investment yake sio milioni 100 tena. Hiyo ndio tunaita reinvestment, upate ile compounding effect. So hizi sasa jinsi ya kuziepuka ni kwamba lazima uwe na karibu sana na wakala wako, investment advisor wako kama rasilimali, ambaye from time to time atakuwa na kuadvise. Pengine imetokea hakuna bond karibu, lakini kuna shares ziko nzuri, unaweza kuziinvest ili kuweza
kutokupoteza hiyo, au pengine kuna aina nyingine ya bondi, atakwambia kuna bondi ya hii imekuja, unaweza kuinvest, pengine soko la secondary market akakutafutia, kuna mtu mwingine anauza, ili usipoteze ule muda. Ndio uzuri wa kuwa na investment advisor au investment broker akakutake through kwenye hiyo journey ya investing. Cha tatu ni inflation. Kama unavyojua inflation ikiwa kubwa, hata ile riba unayoipokea manake inakosa thamani, manake inflation inakuta ni kubwa kuliko riba. Tulizungumzia kuhusu Zimbabwe, mtu sokoni alikuwa anaenda na shilingi 10, lakini sasa hivi anakwenda sokoni na shilingi milioni 1, kwamba kununua kapu lile moja aliyokuwa ananunua mboga. Tafsiri yake ni kwamba, kwa hiyo kama umewekeza kwenye bondi ambayo inakulipa riba milioni 10 au milioni 1, labda kila baada ya miezi 6 unapokea, inflation zikipanda sana, unakuta ile milioni 1 ilikuwa ni kubwa, unaweza kulipia mwanao ada. Sasa hivi ukiambiwa tena milioni 1, 10 ni hela ya kwenda kununua matunda tu, kwa nchi kama ile okumba Zimbabwe. Inflation ni kwamba inaathiri thamani ya pesa. Inflation rises. If inflation rises significantly, the real purchasing power of a fixed interest payment may decline. Yes, kwamba thamani ya pesa yako over time inaliwa na inflation. Kuna kingine kinaitwa concentration risk, putting too much of your portfolio into one issuer or sector increases exposure to a single source of risk. Yes. Hii tulisema mbinu moja hapo ya kuinvest in diversification. Kinyume cha diversification ni concentration. Kwa hiyo mara zote usipende kuwekeza investment zako zote kwenye eneo moja, kwa sababu sekta, imagine kama umewekeza tu kwenye sekta ya kuimport vitu kutoka Iran, biashara yako inategemea Iran, na hii ndio ile meli moja imezuiliwa, maana yake biashara zako zimekufa. Lakini ukiwa una import kutoka India, una import kutoka China, una import kutoka Iran, ni kweli Iran imezuiliwa leo, ule mzigo unasubiri, utachelewa, utapata hasara, lakini angalau unaweza kuendelea kufanya biashara na India, unaendelea kufanya biashara na China, unaendelea kufanya biashara na South Africa. Kwa hiyo usiconcentrate sana sehemu moja, kwa sababu risk zipo tu, lakini kuna namna nzuri ya kufanya mitigation zake. Key takeaway kwenye hii, the coupon rate alone should never be the only factor considered when evaluating a corporate bond. Yes, maana yake ni kwamba usiangalie tu coupon, ni kwamba hizo corporate bonds zinaweza zina muda sawa, lakini interest zake zikawa tofauti kutokana na kampuni na risk rating ya kila kampuni. Kwa hiyo usiangalie tu hiyo ukisema kwa sababu hapa ni coupon ni 20% niende nikawekeze tu. No, angalia vitu vingi. Sasa umeenda kuwekeza bilioni 1 yako yote kwenye bondi moja, alafu imepata shida, coupon imechelewa. Kwa hiyo kuna vitu vya kuvizingatia, hata kama kuna very attractive investment avenue. Kuwa makini sana, usi concentrate zaidi. Kuwa makini sana kwa sababu ya reinvestment risk. Usiinvest zote kwenye bondi, uwekeze kwenye sehemu nyingine, ili hata ikitokea ile amount ambayo itakuwa kwenye risk ya kuwa reinvested isiwe yote, at least huwa umeinvest kwenye avenues nyingine. Eneo nyingine, how should an investor evaluate a corporate bond? Yes, cha msingi tumesema corporate bond inakuwa issued na makampuni. Kampuni inaweza kuwa benki, kampuni inaweza kuwa kiwanda, kampuni inaweza kuwa kampuni ya kutoa huduma mbalimbali kama ilivyo Swissport, kama ilivyo kampuni ya bima na kadhalika. Sasa kuna namna ambayo sio kwamba tulisema kwamba hata kwenye shares lazima kuna vitu unavifanya kabla ya kuwekeza, na kwenye bond ni vile vile. Kumbuka, mtu anayewekeza milioni 10 kwenye bond na anayewekeza milioni 10 kwenye shares, wote wana exposure sawa. Leo akiwekeza hizo pesa, hakuna mtu atakata hiyo pesa zake zipotee. Kwa hiyo kuna vitu vya kimsingi lazima uifanye. Cha kwanza, lazima utambue, understand the company's business and track record. Lazima uelewe hii biashara ninayoiwekeza ni biashara ya aina gani? Ni biashara ambayo inakwenda kudecline au ni biashara ambayo sekta yake teknolojia inakwenda kuiua? Huwa nakumbuka ukiangalia zamani, wakati kwa mdogo, kulikuwa kuna kampuni za kamera, Kodak na kampuni zilikuwa zinafanania hivyo, walikuwa ni maarufu sana. Ukisoma kwenye mambo ya investing unakuta wale jamaa walidharau kuadopt technology ya digital.
wao wakafikiri kwamba lazima mtu atahitaji negative na kadhalika na kadhalika. Lakini sasa hivi kupiga picha, mtu anajipiga kwenye simu, anapiga mahali popote akiwepo, na muda wowote anaweza kurekodi hata video. Kwa hiyo yule umaarufu wa yale makampuni kama Kodak yakaenda yakaisha. Kwa hiyo ni vizuri hiyo kampuni unayoinvest uangalie biashara yake, hii biashara yake vipi katika miaka 5-10, wanaishi bond miaka 5-10. Chukua wasaa, soma prospectus. Uwezi kusoma prospectus, tuletee rasilimali tukusomee, tukueleze, tukutafsirie baadhi ya vitu, tuangalie sheria za nchi. Je, hii biashara inaruhusiwa kisheria au ni biashara ambayo wanakuambia kuna pindi una invest. Kwa mfano, kuna benki zilipata shida, ziliinvest kwenye watu walikuwa wana mifuko ya nylons, benki zimekopesha zile, kumbe serikali ilishatangaza muda mrefu kwamba hizi nylons kufika mwaka 2020 ni mwisho. Sasa kuna benki imetoa fresh loan mwaka 2019, afu mkopo wa miaka 4, inafika mwaka 2020 ile kampuni Muflis, ile mitambo ya kuzalisha zile nylons hazipo tena. Kuna watu wamewekeza kwenye biashara za kuzalisha vipombe vikali ambavyo viko kinyume cha sheria, vimepigwa marufuku Rwanda. Kwa hiyo angalia business model ambao una invest, lakini track record over the period, kampuni imekuwa ikigrow au kampuni imekuwa ikinyong'onyea. Kwa hiyo lazima ustadi for the last 5 years, revenue zake zimeendaje, cost zake zimeendaje, profitability yake imeendaje, assets zake zimekuwa zikigrow. Hizo ni issues ambazo na inawezekana kabisa uweze kuziangalia kwa urahisi. Ukija kwa broker kama rasilimali, unapotaka kununua hizi, tutaangalia namna ya kukusaidia kwa hesabu rahisi. Okay, naomba niangalizie miaka 3 hii kampuni kwa miaka 3 imepata faida hasara, utaelezwa. Kwa miaka 3 hii kampuni imekuwa mapato yake yakoje. Ni figures ambazo zitakuwepo na utapewa na utashauriwa. Lakini ujiulize swali la pili, why is the company raising money? Hii iko pia kwenye prospectus. Kampuni wana raise pesa kwa ajili gani? Wana raise pesa kwa ajili ya kufanya shughuli ya uzalishaji, uwekezaji, au kurefinance mikopo, au utanuzi wa biashara, au manake wanaandika sababu. Wanaweza kusema bana, hii tuna raise bond kwa sababu founder wa kampuni alikuwa anataka kufanya kwenda wanasema holiday. Kwa hiyo tuna raise hela ili kuweza kusaidia founder wa kampuni. Sasa ujifikirie kwenye bond unawekeza bondi kama namna hiyo. Kwa hiyo lazima uangalie reason kwenye prospectus. Kumbe wanataka kufanya expansion. Kumbe wanataka kufungua branch nyingine kama ni benki. Kumbe wana mikopo, wanataka kuinvest kwenye mikopo. Kumbe wanataka kuinvest kwenye hatufungani. Hizo zote ni sababu ambazo zitakusaidia wewe, kumbe hii kampuni inafanya investing. Namba 3, can the issuer repay? Hilo ni swali la 3. Huyu anaweza kulipa? Cha kwanza uangalie revenue, ndio yale maswali nilikuwa nakwambia, revenue zake kwa muda zimekuwaje, lakini forecast zake wanafikiria kutanuka masoko au wanataka kufanyaje? Profitability yake imeendaje? Cash flows zake zikoje? Debt levels, yani kwamba wanakopa huo mkopo wa bond, lakini tayari wana mikopo mingine mikubwa. Kuna ratios za debt ukiangalia, nikiweka pale nitakwambia hii inakuwa ni overindebted, hii kampuni overgeared kwa sasa hivi sio. Interest coverage, je, wanaweza mapato yake sasa hivi anaweza kulipa interest? Interest, kumbuka, ndio ile kuponi yako unaipa kampuni ambayo kwa sasa hivi mapato yanayozalishwa hayawezi kukava interest au hayawezi kukava mishahara ya wafanyakazi. Unaiongezea bali na kulipa interest, kwa sababu baada ya miezi 6 ni definitely hiyo kampuni haiwezi kulipa coupons zikifall due. Kwa hivyo ni vitu vya msingi sana vya wewe kuweza kuvizingatia. Lakini existing obligations, tumesema madeni walionayo sasa hivi ukijumlisha na ile la sasa vinaendaje? Kwa hiyo hayo ni mambo ya msingi sana kabla ya kuinvest kuweza kuyazingatia. Tukiendelea pia, lakini unaangalia what is the return baada ya kujiridhisha kule juu. Sasa hii kampuni iko vizuri na financials zake ziko vizuri, tunaangalia what is the return, faida anayotarajia kuipata in terms of coupon, yield na fees zake ambazo zinatakiwa kulipwa. Je, kuna kodi? Kwa sababu zamani kulikuwa kuna aina ya bond kwa mfano za corporate zilikuwa zinalipa tax, lakini sasa hivi nazo zimekuwa waived, kwa hiyo kuna unafuu. Namba 6, unaangalia what is the maturity, does it match the investor's investment horizon, yani kwamba mimi hii bond ni ya miaka ambayo inaendana na malengo yangu, kwa sababu mimi nawekeza kwenye bond ya miaka 3, nataka baada ya miaka 3 hiyo imetengeneza faida kiasi fulani, nikizijumlisha hizi niweze kumpeleka mwanangu university.
je, inafanana au ni bondi ambayo haitakuwa imemature by then? Hii bondi ina conditions gani? Ni bondi ambayo itakuwa listed soko la hisa la Dar es Salaam au haitakuwa listed? Maanake sio kila bondi inakuwa listed. Kwa kama haitakuwa listed, uelewe kabisa hautaweza kutrade in the secondary market. Kwa hiyo uje kwa wakala wa financial advisor kama sisi, tunakueleza tabia za bond na implications zake. Namba 7, can I exit before maturity? Ndio hilo nilisema nikwambie. Understand the liquidity and secondary market arrangements. Tutakueleza performance ya secondary market kwenye corporate bonds zikoje, lakini tutakueleza je, hii bond itakuwa listed au haitakuwa listed. Namba 8, what could go wrong? Encourage investors to identify the downside, not just the expected return. Ndio zile nilijaribu kueleza kuhusu risks za kuwekeza kwenye bond na vitu vya kufanya na what are your rights. Yeah, sio hatutaki kuwa motivational speakers kwenye investing. Lazima tuseme ukweli, kuna kitu kimoja, kuna namba 2, kuna 3. Kama ambavyo ukiwekeza kwenye nyumba, maana yake kuna risk zake pia. Unaweza ukajenga nyumba kumbe ulikuwa umejenga kwenye sehemu ya serikali, baadaye nyumba ikaja kubomolewa. Kwa hiyo those are the risks. Kila investment unataka kuifanya lazima ufanye proper assessment kuhakikisha zile risk zote umeepukana nazo na uko safe. Sasa kwenye sehemu ya 8 nilipenda tufanye ulinganifu. Wakati tunaenda kumalizia tufanye ulinganifu corporate bonds ukilinganisha na other investments. Kumbuka tunalinganisha corporate bonds, tunalinganisha na government bonds, tunalinganisha na shares, ili mtu uweze sasa kuelewa. Maana lazima upate hii framework uweze kujua sasa tumezoea kuna government bonds, tumezoea kuna shares. Sasa ikija corporate bonds ni kitu gani? Ni viweke kwenye ubao vijua vyote vitatu, alafu nijue which is which. Namba 1 tunaanza investor position. Ukiinvest kwenye corporate bond wewe ni creditor. Ukiinvest kwenye government bonds wewe ni creditor. Ukiinvest kwenye shares wewe ni owner. Tafsiri yake nini kwenye position, kwenye capital structure? Creditor wako kwenye highest priority ya payment ukilinganisha na owners. Yani ukiwa kwenye shares dividends zinalipwa baada ya bond holders kulipwa. Kwa hiyo ukiwa kwenye bond holder, either umewekeza kwenye government bonds au kwenye corporate bonds, uhakika wa wewe kupata malipo yako ya coupon ni lazima. Ila mtu mwenye shares huwa kulipwa dividend sio lazima, endapo kampuni inafanya expansion au kampuni itakuwa na malengo tofauti ya kuendeleza biashara. Kuna kitu kinaitwa regular income kwenye corporate bond, usually ipo. Corporate government bonds ipo, lakini kwenye shares dividend not guaranteed. Tulisema capital appreciation kwenye corporate bonds possible, government bond possible, shares possible. Mtu anaweza kuuliza mbona ulisema kwamba bond haiwezi ku appreciate bana kwenye soko la hisa? Ndio maana tumesema possible kwa sababu wakati ukishakuwa na bondi, imagine una bondi na 13, 14 umekaa nao, baada ya miaka 2 kuna mtu anaitaka, hauwezi kuuza at face value ya shilingi 100. Kumbuka wewe una expect kuwa unapata coupons fulani. Kwa hiyo wakati unauza lazima ubageni na yule mtu zile future interest, at least upate kiwango kidogo, kwa sababu hiyo bond ina future cash flows. Kwa hiyo usikubali kuuza bond at face value. Unamwambia bana, hii bond na kuuzia, hii bond ina thamani ya milioni 100, lakini kwa sababu coupon mbele zinavyoonekana, jumla ya coupon mbele, hii bond ya milioni 100 utapata kama milioni 60. Sasa mimi kwa sababu napokea leo, utapokea baada ya miaka 7, naomba unipe milioni 110. Kwa hiyo yeye anakuwa anajua kabisa kuna milioni 60, kwa hiyo ana discount ile bond, atakupa na chochote kidogo, kwa sababu umemwachia future benefits. Kwenye government bond vile vile, lakini kwenye shares nao ni possible, kwa sababu over the period, kwa mfano shares za NMB ziliuzwa kwenye IPO kwa shilingi 600. Sasa hivi kabla ya jana split zilikuwa ni shilingi 17,000 na kitu. Kwa hiyo unaona imegain, japo kuna shares zingine kama ikiwa ni za juzi sometimes bei zake zinashuka. Kwa hiyo ndio maana tunasema possible. Default risk, corporate bonds depend on issuer. Tulisema lazima tuwafanyie due diligence ya kutosha. Capital markets nao hapo, lakini huwa
lazima tunaweka possibility kidogo, na ndio maana corporate bond tunaichaji interest kubwa kuliko government bond. Kwenye government bond tunasema generally lower kwa sababu serikali ina possibility ya kuprint money au ina possibility ya raise tax, collect tax na kuweza kulipa watu. However, maamuzi hayo yote serikali ikifanya, ujue serikali inaenda kufilisika. Ikifanya kuprint money au kuongeza kodi bila kuongeza economic activity, itakwenda kudestroy biashara. Ukiprint money utakwenda kuongeza inflation, ukiongeza kodi utakwenda kuua biashara. Kwa hiyo maamuzi yote hayo japokuwa in the short run yanaonekana kama yamesolve tatizo, lakini in the long run yanakwenda kuharibu nchi. Kwa hiyo yote sio mazuri. Kwa hiyo tunafikiria tupate ndio maana capital market unaweka protections, hata kukitokea anomalies ionekane kuwe na mechanism ambayo investors hatakuwa compensated. Lakini namba 3, shares zenyewe zina risk kwamba wewe ukishakuwa mmiliki kampuni ikifilisika, maana yake na umefilisika. Ndio hiyo unasema kutakuwa na business risk. Ikitokea kama mnakumbuka airlines nyingi zilikufa kipindi cha COVID, ina maana wale shareholders walipata hasara. Voting right, bond holders hawanaga voting rights, lakini shareholder ana voting rights. Maturity kwenye bond na ya corporate pamoja na government ziko specified kwenye zile indentures, lakini shares huwa ni wewe siku unauza, haina maturity. Key lesson: a bond investor is lending money, a shareholder is investing on ownership. Yes, kwa hiyo framework niliyoweka hapo itakusaidia kufanya analysis fulani na decision, kitu gani nikifanye wakati na kabla sijaamua kuinvest kwenye aina fulani instrument. Hapo kuna practical case study ambayo ni kampuni tumeita ABC ambayo inataka ku raise 50 billion through a 5-year corporate bond. Terms zake tumeziweka hapo. Sasa kwenye hii bond inaishi kwa bilioni 50. Fikiria wewe unawekeza milioni 1. Coupon ni 13%. Maturity 5 years, interest sema annual. Swali la kwanza ujiulize, je, kwenye bondi hiyo wewe utakuwa unapokea coupon kwa mwaka ya shilingi ngapi? Jibu ni kwamba kwenye hiyo coupon utakuwa unapokea 130,000. Ndio hesabu zilivyo za bond. Swali la pili, what happens maturity if the issuer meets its obligation? The investor receives the principal of TZS 1 million plus zile coupons zake ambazo alikuwa anazipokea over time. Swali la tatu, what could cause an investor to lose money? Potential answers. Kitu kitasababisha upoteza pesa zako ni issue default. Default ni ile ameshindwa kulipa coupon kwa wakati au principal. Lakini selling before maturity at lower price. Kuna mtu ana panic, amepata shida yake ya kutosha, akija kwa kwetu tukimwambia tunaiuza tuweke sokoni, anakuwa hana subira labda kutokana na shida iliyomkumba. Kwa hiyo unakuta anaamua kuiuza bondi ya milioni 100 ambayo alinunua milioni 100, anasema pote la pote 100 hata kama nikiuza kwa shilingi milioni 95 ili attract buyers. Inflation, kama tulivyosema, inflation huwa inasababisha hasara. Inflation ikiwa kubwa kuliko ile interest rate ambayo ulipata kama coupon, maana yake inaenda kuondoa thamani ya bond. Liquidity constraints, ndio hiyo tulisema sokoni unakuta bond hazitembei, zinasubiri maturity, itakusababisha uweze ku lose value. Kuna vitu vya msingi sasa tuviangalia wakati tunakwenda kumalizia, ni kwamba 5 golden rules for corporate bond investors. Cha kwanza, don't invest based on coupon alone. Usifikirie kuhusu coupon tu, fikiria vitu vingi. Fikiria kuhusu objectives zako, fikiria kuhusu kampuni unayoinvest kama unataka, fikiria kuhusu maturity na kadhalika. Understand the issuer before you lend them your money. Tulitoa vitu vya kufanya analysis, vitu vya kuelewa business model ya hiyo kampuni na invest. Kwa hiyo usisikie tu kwamba social media zimesema kuna kitu fulani kimekuwa issued na ukakimbilia kwa sababu una pesa. No. Jitahidi uweze ku understand kampuni unayowekeza kabla hujafanya uamuzi. Lakini understand when and how you will get your money back. Kabla hujawekeza unakuwa umeshapanga. Mimi japokuwa nawekeza kwenye hii bond ya miaka 5,
bondi ya miaka 10, nawekeza, natarajia ukifika mwaka wa 4 nitaiuza bondi yangu, nitaidiscount kwa pesa hizi, lakini at least huyu mtu nitakayemuuzia aniachie interest za mwaka mmoja, miaka miwili mbele, na yeye atakula interest zake za miaka mitano. Itakuwa na miaka 6, atanipa mwaka mmoja, miaka mitano ataendelea nayo, na mimi nitakuwa nimeshakula za miaka minne, na hiyo pesa nitakayoipata nitafanya investment fulani au kuna kitu nitakifanya. Namba 4 ni kwamba understand the risks before looking at the returns. Watu wengi tunaangalia faida, unakuwa na motivation kwamba tumeshaambiwa tuwekeze kwenye hichi, tuwekeze kwenye hichi. No, eti kuna faida fulani. Cha msingi kwanza, hususan unapokuwa hela yako ndio hiyo, angalia risks ni zipi, ili uangalie, je, can I absorb these risks? Unaweza hizi risks zikitokea bado nikawa salama. Alafu returns ni hizi, sasa ndio unafanya investing wakati ukiwa very informed. Namba 5 ni kwamba diversify rather than concentrating your investment in one issue, kwamba kadri unapokuwa na mtaji mkubwa, angalia kuwekeza kwenye avenues mbalimbali. Closing message ambayo ningependa niwaachie investor kabla ya kuingia kwenye maswali na majibu ni kwamba an informed investor doesn't simply ask how much an investment can earn. They ask who is receiving their money, how that money will be used, how and when it will be repaid, and what could happen if things don't go according to plan. Understanding those questions is the foundation of sound investment decision making. Ni kwamba unapokwenda kuwekeza ujiulize swali moja kwamba nitapata kiasi gani, lakini utajiuliza maswali zaidi kwamba nani anakwenda kupokea pesa yangu? Are these guys good managers? Wamekuwa wakisimamia biashara kwa muda gani, na hiyo biashara walikuwa wakisimamia imekuwa ikitengeneza faida au imekuwa na mapato yakiongezeka, imekuwa na ubunifu gani? Are they good managers kwa hela zangu hii kampuni? Namba 2, how that money will be used, inakwenda kutumika kwa ajili gani? Sababu isije kuwa tu watu wanataka ku raise fund wafanye malipo fulani ambayo hayanifai. Anakwambia tunataka tu raise fund, tunadaiwa, tuna kesi ya compensation. Hii kesi yenyewe ilitokana na sisi kumwaga kemikali kwa wananchi vijijini. Sasa kuna mauaji yametokea, kwa inabidi tu raise hela, mtupe hela tuweze kulipa fidia. Sasa unaangalia hata sababu ya ku raise, unaona watu ni watu ambao hawacomply na sheria, lakini sababu hata nikiwapa pesa ni sababu ambayo haizalishi pesa, kwamba watakwenda watalipa compensation, sawa, lakini biashara itabaki na mtaji ule ule, inaweza kuzalisha chochote? Hapana. Kwa hiyo those are the key questions unataka ujiulize. Lakini swali lingine ni kwamba ile inalipwaje, yani chanzo chao cha kulipa pesa ni business model yao ikoje? Wanafanya biashara, revenues zao ni hizi, masoko yao ni haya, gharama zao ni hizi na faida ni hii. Lakini kuna mitigations zipi kampuni imeweka? Kila prospectus wanawekaga sehemu ya risks and measures. Risks ambazo wamezi identify kwenye biashara na measures endapo things go south. Maana yake mambo yakienda mrama, jinsi gani wanaweza kuondokana na hiyo. Niwashukuru kwa kunisikiliza tena kwa niaba ya kampuni ya Rasilimali. Nitaweka hizo ndio contacts zetu ambazo tutakuwa mkiwasiliana nasi hapa baada ya training, kwa wale ambao watapenda ya ofisi ya kwanza, lakini Lamek ndio ya pili ya 0787 595684. Lakini kutakuwa na session ya maswali na majibu, nafikiri ni busara kwa dakika chache. Wale ambao wana maswali karibuni jamani kwenye maswali. Karibuni investors. Nilikuwa nasikika vizuri, labda niwaulize. Halo, unaweza kunipungia mkono? Investors, Darius Baraka, unaweza kuzungumza?
Okay, Justin. Ngoja, Justin karibu. Justin karibu, unaweza kuzungumza sasa. Anataka kuzungumza, anaweza kunyoosha mkono. Kasim, Kasim unaweza kuzungumza. Kasim unaweza kuzungumza kama unataka kuzungumza. Nimesha kuruhusu uzungumze. Sawa bwana Kasim, nimekupata. Asante kwa somo zuri sana, japo linahitaji mwendelezo. Labda kama kuna mwendelezo mnaweza mkapendekeza, itanisaidia ninapojua ninapoandaa somo linalofuata la pili ni mwendelezo upi. Karibuni jamani. Kasim unaweza kuzungumza, nimekuruhusu, unaweza kuzungumza, nimeachia mic yako. Adelina, Mwajuma, Mwajuma unaweza kuiwasha mic yako ukazungumza. Labda wengi hawajui jinsi ya kufanya. Mic yako hapo unatakiwa uibonyeze kuruhusu kuzungumza. Habari. Salama, karibu. Halo. Karibu, nakusikia. Unanisikia? Asante. Nakusikia ndio. Yeah, karibu. Mimi ni mgeni kidogo. Karibu sana. Nilikuwa nataka kufahamu. Ndio. Sawa, nilikuwa nataka kufahamu. Kwa mfano labda mimi lengo langu Ndio. niwekeze let's say milioni 10. Sawa. Lakini sina milioni 10 kwa pamoja. Ndio. Labda na uwezo wa kupata labda kila baada ya miezi miwili niwekeze milioni 1. Kila after 2 months niwekeze milioni 1 mpaka lengo langu la kuwekeza milioni 10 Ndio. litimie. Ndio. Na niwekeze katika bondi. Sasa Sawa. hapo nimesikia kwamba msema kwa mfano kuna bondi labda za 13% imetokea labda tena haujafika. Kuna bondi ya 15%. Unauza hii ya 13% ili ukawekeze kwenye hii ya 15%. Sasa je, mimi kwa mfano nataka nifanye investment hiyo kwa taratibu zangu hizo labda za kila baada ya miezi miwili niweke milioni 1. Inamaanisha kila nikinunua bondi ile nyingine itakuwa ni bondi tofauti au na top ni ile ile? Yes, Mwajuma, swali zuri. Ni kwamba kwanza, kitu cha kwanza kwenye bondi ilivyo, kama ni bondi za kawaida za corporate utakuwa unawekeza, utafunguliwa akaunti ya DSC, lakini kama ni bondi za serikali kuna taratibu zake tutakutumia. Kuna fomu unazijaza na nyaraka za kuambatanisha kwa ajili ya kufunguliwa bondi ya serikali. Alafu ukishakuwa nayo ile, serikali kila mwezi kuna kalenda ya bonds zake, kila mwezi wanaishugi bondi 2. Kwa hiyo kama unavyosema malengo yako wewe ni baada ya miezi miwili, na kwa sababu kiwango chako ndio hicho, na bahati nzuri kama ni milioni 1 ndio kiwango cha chini kinachoruhusiwa kununua bondi za serikali. Kwa hiyo wewe unaweza kujiwekea malengo yako, kila baada ya miezi miwili nitakuwa nanunua bondi yangu ya milioni 1, na kwenye holdings zako hiyo, maanake ile CDS 1 ndio account namba yako. Kwa hiyo utakuwa ukiangalia unakuwa na bondi zako nyingi, zote zina machua vipindi tofauti tofauti na zinalipa coupon miezi tofauti tofauti. Kwa hiyo inawezekana kabisa kama Mungu akujalia ukawa umewekeza mara nyingi kwa miezi mingi, unaweza kuta kuna mwezi mmoja unaweza kuwa unakuta kuna bondi labda 5 zinakupa coupon kwa mwezi fulani. Kuna bondi 4 zinakupa coupon kwa miezi kadhaa. Baada ya miaka 10 hautashikika, utakuwa na pesa nyingi, na kuna bondi nyingine zimemachua. Kwa hiyo una hela, ukipokea ule mtaji una invest kwenye bondi nyingine. Kwa hiyo inawezekana kabisa, na ukiwa na
na baadaye unaona mtaji wako mkubwa, unaweza kuanza pia na kuwekeza kwenye hisa. Kwa hiyo inawezekana kabisa hicho kitu nataka kukifanya. Nimeweka pale namba ya simu, unaweza ukani text baadaye nipate na email yako ili nikutumie forms. Nitampa mtu akutumie forms za bond na kupe maelekezo zaidi traders wa jinsi ya kufanya ili kupata. Hello. Nakusikia. Hello. Nakusikia, unanisikia? Nilishatumiwa. Nakusikia form nilishatumiwa. Yes. Nasema form nilishatumiwa. Okay. Na nilishajaza na nishatengenezewa account. Okay. Na nishaanza kuinvest pia. Ushaanza kuinvest, okay. Sawa. Ila tu nataka nikupe namba ya mtu mmoja sasa hivi. Sawa. Yes, huyu anaitwa Lea. Sawa. Lea huyu ndo anasaidia investors wa individual investors kama wewe. Namba yake ni 06 0657 57 sawa 010 alafu 924 alafu 924. Hebu irudie tena. 0657 alafu 010 alafu 924. Sawa, Lea. Yes. Haya, asante. Hata baada ya hichi kipindi unaweza kutoka tu ukamuuliza nimepewa namba yako na Lamek, atakuelekeza zaidi kuhusu hizo bond na atakupa hata na tarehe zile za minada. Itakuwa ni nzuri sana kwako. Asante sana. Karibu. Jamani mwingine, asante Mwajuma kwa swali. Mwingine mwenye swali? Mwingine mwenye swali investors? Asanteni. Ninaamini somo limeeleweka na ninaamini wengi watakuwa wamepata contact zangu hapo kwenye nani zinaonekana. Namba yangu tena nirudie ni 0787 595684 Lamek. Unaweza ukanitext na ukanieleza shida yako. Hii presentation tulioifanya sasa hivi, nafikiri kuanzia kesho mchana tutatumia link kwenye group, mtaweza kuipata kwenye YouTube, kuisikiliza tena kwa muda vizuri ambao unakuta haujaweza kufuatilia vizuri, au kwa wengine ambao pengine sasa hivi labda wapo kwenye gari wanaelekea majumbani au hawakupata fursa kusikiliza, mtashare nao. Kwa hiyo tutatuma link kwenye group letu kesho mchana ili muweze kuipata na kuisikiliza kipindi chote weekend na kuweza kupata elimu zaidi. Siku ya Jumamosi kesho kutwa tuna kitu kinaitwa Rasilimali Academy kinafanyika hapa Mlimani City na ni mwendelezo. Hii webinar ni sehemu ya Rasilimali Academy. Siku hiyo tutafundisha somo la kuhusiana na jinsi ya kuevaluate investment opportunities. Ni somo zuri kwa investors hasa mnaotaka kujifunza. Litagusa investment za aina zote, litagusa mbinu mbalimbali za jinsi ambavyo unaweza kufanya kwa ufanisi kwenye safari yako ya investing. Ni bure. Ofisi zetu ziko block 3 hapa Mlimani City, manake ni karibia na ofisi tunatazamana na ofisi za DSTV, au kama unatoka kule kwenye mall inabidi uvuke mall yote, uvuke ukumbi wa mikutano, hiyo barabara unakuja nayo mwisho huku. Namba yangu ya simu nimeweka kwa yule ambaye atakuwa anapenda kuhudhuria siku hiyo, ataweza akanitumia message, au kama kuna watu nyumbani watakuwa interested ili nimregister hapo. Ni bure kabisa. Tunaanza saa 4 asubuhi hadi saa 6.
pale utapata fursa ya kukutana na wataalamu na utakuwa na maswali yako personal na utafundishwa ili uweze kuwa na maamuzi bora zaidi. Na gharama zetu ni free of charge kama nilivyosema. Karibuni na asanteni kwa kunisikiliza.